Ni sahihi kuanzisha mahusiano ambayo hayana malengo? Sio sahihi kuanzisha mahusiano ambayo hayana malengo. Lakini unaamini haya mahusiano yapo? Yapo, afu yanaweza yakawepo mengi tu. Kwa anayetusikiliza sasa, ukizungumzia mahusiano ambayo hayana malengo, unakuwa na maana gani? Ni mahusiano ambayo yani kati yao hakuna mtu mwenye future na mwenzake. Wanaweza wakawa wote au mmoja. Kwa mmoja wao anakuwa hana future na mwenzake. Hana future na mwenzake. Yuko pale for leisure tu. Ila wapo kwenye mahusiano na mahusiano yanaendelea. Relationship imenoga. Mahusiano kuna namna yako mengi ila watu wanakuwa hawajui. Ndio. Aya, tuangalie baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakuonyesha kwamba upo kwenye mahusiano ambayo hayana malengo. Ni kitu gani kimoja hapo ambacho unaweza ukakijua wewe? Kimoja tu ambacho kina mawasiliano ambayo yani unakuta ni mawasiliano ambayo hayajengi. Kwa maana gani? Unakuta unajua mahusiano yenye malengo kuna namna mnaweza mkaizungumzia kesho. Okay. Kwa hiyo kuna mahusiano fulani ambayo mnakuwa mnazungumzia future. Mnaongea masaa matatu lakini ukija ukikaa ukachambua yale mawasiliano yenu, yale mliokuwa mnaongea, hakuna hata kimoja ambacho umekiona ni cha kujenga. Okay. Na vipi kuhusu migogoro? Haya mahusiano yanakuwa na migogoro au hayana migogoro? Yanaweza yasiwe na migogoro kabisa. Kwa mfano, una mahusiano labda na mume wa mtu. Ni moja ya kati ya mahusiano ambayo hayana malengo. Huo ni wizi sasa. Unakuwa na mahusiano ambayo hayana malengo, lakini wewe sasa ambaye unahisi uko sehemu salama, mwenzio anajua kabisa hapa mahali sio salama. Maana yake yule mtu akiwa anaongea na wewe, usije ukasikia mle ndani kuna kujenga, usije ukaona mle ndani sijui atazungumza kesho yako unataka iweje, unataka uwe na watoto wangapi, unataka usimame kwenye position gani. Yaani hivyo vitu vinakuwa havipo. Yaani kuna namna kupigia ni atakusifia tu, ataongea vitu vyake tu vya ajabu, ataongea tu. Yaani mawasiliano ukija kuchambua hakuna, umemaliza masaa mawili mnaongea lakini hakuna cha kujenga hata kimoja. Au ndo yale aina ya mawasiliano ambayo pia unakuta mtu anaweza kukupigia simu afa kakaa wiki nzima hajakutafuta. Umeona? Kwa hiyo unakuta mtu amekaa, let's say tulikutana leo Jumamosi, si ndio, au Jumapili au Jumatatu. Tulipokutana tukaongea, tukapiga story na nini, tulipoachana hakukupigia simu, hamkutafutana, hamkujuliana hali, yani hivyo. Anakuja tena kukurupuka tena kikiki kama mwizi vile. Mwizi anakuja, yeye unakuwa unajiuliza huyu mtu. Na ukumbuke huyu mtu wa namna hii anakuwa kama anakuwekea beli hivi. Kwa sababu hana future na wewe. Tafsiri yake ni kwamba anakutafuta wakati akiwa na uhitaji na wewe. Wake. Lakini nje na hapo na maana hawezi kukutafuta. Hapo kweli hamna malengo. Yaani mtu mwenye malengo utamuona kuanzia uzungumzaji wake, namna ambavyo mnapanga vitu vyenu, namna ambavyo mnafanya vitu vyenu. Yaani unamuona kabisa huyu mtu bana kama anakuja hivi. Lakini kuna mtu ukikutana naye, yeye yupo kwa ajili ya starehe. Ukikutana ataongelea jambo moja tu, anaweza kaja hapa au akakusifia tu. Yaani yeye haishi kukusifia, badala tutengeneze kesho, wewe umekaa tu. Yaani anakuwa hana vitu vya maana. Na inawezekana usijue hata huwa anafanya nini. Huwa tunaamini kwenye mahusiano ambayo yanalenga kitu fulani yenye future. Huwa tunaamini kwamba mnakuwa wazi kwenye kila kitu. Hamna usiri. Vipi kwenye mahusiano ambayo hayana malengo? Usiri unakuwa umetawala. Hakuna mtu ambaye ana expose vitu vyake. Kati ya wale wawili wote wanaweza, tusiseme wote wanakuwa labda hawana malengo. Mmoja anakuwa na malengo, alafu mwingine hana malengo. Huyo ambaye hana malengo hawezi kuexpose vitu vyake. Ndio ile unakuja unakaa baada ya miezi kadhaa, unajua huyu mtu ni wa aina hii. Unajua huyu mtu yuko hivi. Unajua kwa hiyo mbona alikuwa ananificha? Mbona hiki kitu alikuwa niambie? Kwa hiyo unakuja tu kujiongeza mwenyewe kwamba huyu mtu sihitajiki kwenye maisha yake. Kwa namna na force. Na mahusiano ambayo hayana malengo ni kama mtu amekublock. Usiendelee. Hata kama angekuja mtu mwingine ambaye ana malengo sasa uwezi kugundua kama yeye hana malengo. Na ndio maana mimi huwa napenda kusema kwamba hakikisha wakati uko kwenye relationship, jiulize kwanza mahusiano ulionayo yanalenga nini? Mnahitaji kufanya nini? Dhamira ya kuwa pale nyinyi wawili ni nini?
kilichowaunganisha ninyi ni nini?